Katika kosa ambalo nimewahi kulifanya wakati wa kufanya recruitment kwa niaba ya mteja wetu, niliwahi kukutana na candidate mmoja ambaye yule candidate yuko potential, ana uwezo mzuri, ana skills nzuri, ni jembe, ni mtu ambaye ni jembe kwa kweli. Lakini kulikuwa kuna red flags ambazo mimi kwa sikuzitilia maanani kwenye CV yake. Anaonekana kwenye CV yake ni mtu ambaye amefanya kazi sehemu miezi 9, kuna singine mkaa mwaka. Yaani amefanya muda mchache, mwaka, miezi 9, miezi 8. Sasa nikijaribu kumuuliza, mbona hapo umekaa mwaka, miezi 9, sema hapa niliumwa, sio hapa nilifanya nini, yani ana story kwenye zile story. Kwenye ile muda mchache, hapa mkataba ulisha, hapa ni kadhalika. So nikamwamini, nikampeleka kwa mteja, akwenda kuanza kazi, akaajiriwa, hapo mkataba akaanza. Akakaa kama karibu miezi 3 ya ajira. Baadaye akawa anaanza kuja kazini kwa muda anaotaka. Anakuja kazini kwa muda anaotaka, afuate maelekezo ya ofisi, anachoelekezwa. Yakaanza attitude fulani. Mara anakuja muda anaotaka, afuate maelekezo, kazi anajiamulia kufanya anavyotaka kwa utaratibu wake anaofanya mwenyewe. Usikaanza ku raise concern. Sasa baadaye ikawa kuna akapewa kwenye kikao cha disciplinary hearing, kwamba kaitwa kikao cha kuulizwa, vipi unafanya utovu wa nidhamu, unachelewa na kadhalika. Lakini ni mchapakazi mzuri sana. So mimi nikawa namtetea sana kwamba mwacheni mchapakazi, kwa sababu ni mchapakazi mzuri, mwacheni ile kufanya kazi, mwacheni akatabadilika. Nimejaribu sana kuzungumza naye kubadilika, lakini ilikuwa inashindikana. So hilo ni kosa ambalo nilifanya. Kosa hili linamaanisha kwamba mtu anaweza kuwa yuko vizuri, ana experience, ni mzoefu, lakini anakuwa na kitu tunachoita attitude, ana tabia ambazo tunasema haajiriki. Yaani ni mtu ambaye haajiriki. So nikajifunza, hili kosa, ile kitu ambacho nimejifunza kwamba mtu anaweza kuwa ni mzuri kabisa, candidate ni mzuri, lakini ana vitu tunaziita, yani ana attitude, hana integrity. Mtu ambaye hana integrity hawezi kuajirika. Hilo ni kosa ambalo mimi nimefanya. Sisahau kwamba sisi tunafanya kazi na waajiri mbalimbali kwenye masuala ya kuwatafutia wafanyakazi bora. Na huo na msisitizo leo follow zetu kwa tips and tricks.